Kuna nyakati mtu anaonekana kama adui, kumbe ndiye anayekupenda zaidi, akisimamia misingi na misimamo migumu ili akusukume ufikie uwezo wako wa juu. Wako watu wanaokuambia kile ambacho hutaki kusikia, si kwa kukudhalilisha, bali kwa sababu wanaona thamani yako mbali zaidi ya pale ulipo sasa. Karibu kwenye Purpose Reels. Na leo tunatazama unayoweza kujifunza katika filamu ya mwaka 2005 yenye jina Coach Carter. Hadithi ya kweli ya kocha wa mpira wa kikapu Ken Carter, mwanaume aliyekuwa tayari kupoteza kila kitu ili kuwaokoa vijana waliokuwa wamepotea kwenye njia zao. Hii ni hadithi ya nidhamu, kujitambua na kulinda ndoto yako na ndoto za unaowajali kwa gharama yoyote. Inatukumbusha kwamba mafanikio ya kweli hayapimwi kwa kushinda mechi tu, bali kwa jinsi unavyoshinda maisha. Mtozi wa filamu hii ni Thomas Carter, ikiwahusisha waigizaji Samuel L. Jackson kama Coach Ken Carter, Rob Brown kama Kenyon Stone, Robert Richard kama Diamond Carter, Rick Gonzalez kama Timo Cruz, Ashanti kama Kyra, Channing Tatum kama Jason Lyle, pamoja na waigizaji wengine mahiri wanaoipa uzito na uhalisia wa kipekee filamu hii. Filamu hii ya Coach Carter ni ya kipekee kwa mtu yoyote anayetamani kuwa sehemu ya mabadiliko chanya. Inatoa msukumo wa aina yake, inafundisha kuhusu kusimama imara katika maamuzi yako na kutokukata tamaa hadi jambo uliloanzisha lifike mwisho wake. Pia inaweka wazi kabisa athari kubwa ya elimu katika maisha ya kijana. Inasisitiza kuwa nidhamu si hiari, ni lazima, hasa kwa wale wanaotaka kufika mbali. Kwa hiyo, hii ni filamu ambayo kila kijana anapaswa kuiangalia, hasa wanafunzi. Ina uwezo wa kubadilisha kabisa mtazamo wao kuhusu elimu, nidhamu na mafanikio ya kweli. Na haya ndiyo mafunzo 5 unayoweza kujifunza katika filamu hii ya Coach Carter. Namba 5. Elimu ni muhimu kuliko michezo. Kama ilivyo kwa wanafunzi wengi mashuleni, vijana waliokuwa kwenye timu ya Richmond waliwekeza nguvu zao kwenye mchezo wa mpira wa kikapu. Walikuwa tayari kukosa vipindi vya darasani, lakini sio mazoezi. Hali hiyo ilisababisha wengi wao kufeli kitaaluma. Katika dunia ya sasa, elimu mara nyingi imeanza kuonekana kama jambo lisilo na umuhimu. Watu husema, fulani alifanikiwa bila kumaliza shule. Lakini tujiulize, je, hawa watu hawajui kusoma na kuandika? Je, wale walioko serikalini, sekta binafsi, viwandani au wanaotafiti dawa za magonjwa mbalimbali hawana elimu? Ukweli ni kwamba elimu ni msingi muhimu sana wa maisha. Watu wengi waliofanikiwa, hata kama hawakuwa na vyeti vya juu, bado walijifunza, walielimika na walijituma. Na kwa kijana wa sasa, kupata elimu bora ni silaha ya uhakika ya kushinda changamoto za maisha. Namba 4. Ili kuwa na mwelekeo chanya kwenye maisha, inabidi ujitambue na kuamini uwezo wako. Kwenye filamu tunaonyeshwa kuwa wachezaji wa Richmond mwanzoni hawakuwa na mwelekeo sahihi. Walidhani mafanikio yao yatatokana tu na mpira wa kikapu, wakifikiria watakuwa mastaa wakubwa, huku wakisahau kuwa wao ni wanafunzi kwanza. Kocha Carter aliwasaidia kujitambua, kuona kuwa maisha ni zaidi ya mpira. Alipambana nao hadi wakakubali ukweli huo, ingawa mwanzoni walikataa. Na hata kama hakuna hata mmoja wao aliyekuja kuwa mchezaji maarufu wa mchezo huo, bado waligundua thamani ya kujitambua, kujiamini na kujituma kwa mwelekeo mpya wa maisha. Ndoto zao zilipata sura mpya, sura ya elimu, maadili na mipango ya muda mrefu. Na hilo ndilo lilikuwa jambo la muhimu zaidi. Namba 3. Unapokosea, omba msamaha. Tom Cruise alikuwa mmoja wa vijana waliompinga kocha Carter vikali. Alikataa sheria mpya za kocha huyo, akaondoka kwenye timu kwa hasira na kiburi. Lakini baada ya muda alitambua kosa lake. Aliona timu ikiendelea kushinda, ikiimarika na kusherehekea bila yeye. Ndipo akagundua kwamba alikosa nafasi ya kipekee, si kwa sababu ya uwezo mdogo, bali kwa sababu ya kiburi. Mioyo yetu migumu mara nyingi hutufungia milango ya fursa,
lakini Tom Cruise aliamua kuvunja ukuta huo. Alirudi kwa kocha Carter, akaomba msamaha kwa unyenyekevu na akaonyesha kuwa yuko tayari kulipa gharama ya kurejea kwenye timu. Kuomba msamaha hata kwa jambo ambalo pengine si kosa lako moja kwa moja, hakuoneshi udhaifu, bali hekima, ujasiri na utu wa kweli. Ni sifa ya watu wakubwa, waliokomaa na wanaotambua thamani ya mahusiano na nafasi walizonazo. Namba 2. Kuwa chanzo cha mabadiliko unayotamani kuyaona. Mara nyingi tunapenda kulaumu. Mara serikali haifanyi hivi, jamii imeharibika, mfumo haupo sawa. Lakini mara ngapi ninajiuliza, mimi nimefanya nini kubadili hali hii? Mabadiliko ya kweli hayaendi kwa kulalamika. Yanaanzia ndani ya mtu mmoja mwenye maamuzi thabiti. Kocha Carter alitambua kuwa mfumo wa elimu uliopo haukuwa ukiwasaidia wanafunzi vilivyo, hasa wachezaji waliowekezwa zaidi kwenye michezo kuliko masomo. Aliona wazi athari yake kwa sababu yeye mwenyewe aliwahi kusoma shule hiyo. Lakini hakukaa tu na kulaumu, aliamua kuwa sehemu ya suluhisho. Aliweka misingi ya nidhamu, si tu kwa timu yake, bali hata kwa mwanawe. Aliwaonyesha vijana kuwa wao ni wanafunzi kwanza, kisha ndio wana michezo. Na alipogundua wameenda kinyume cha misingi hiyo, hakusita kuwawajibisha, hata kama alipata upinzani kutoka kwa jamii, wazazi na hata viongozi wa shule. Kocha Carter alituonyesha kwamba kusimama kwa msimamo wa haki hata unapokuwa peke yako ni hatua ya kweli ya kuleta mabadiliko yenye maana. Namba 1. Ili ufanikiwe katika maisha, inabidi uwe na nidhamu. Nidhamu ni msingi wa kila mafanikio ya kweli. Unaweza kuwa na kipaji kikubwa, akili nyingi, hata nafasi nzuri mikononi mwako, lakini bila nidhamu hutafika mbali. Unaweza kutumiwa na dunia halafu kaachwa solemba. Katika filamu, kocha Carter aliweka nidhamu mbele ya kila kitu. Ilikuwa ndio tiketi pekee ya kuwa sehemu ya timu yake. Na waliokataa nidhamu hiyo aliwaacha waondoke bila kusita. Wachezaji wa Richmond walikuwa wanapoteza mwelekeo si kwa sababu hawakuwa na vipaji, bali kwa sababu walikosa nidhamu ndani na nje ya uwanja. Nidhamu sio kuhusu kusalimia watu au kusema asante. Ni zaidi ya hayo. Ni jinsi unavyopangilia muda wako, unavyotimiza ahadi zako, unavyojiongoza ukiwa peke yako na unavyojiheshimu hata pasipo kushika mkono. Kwa hiyo, jitazame. Je, unajiongozaje? Je, unajiwekea mipaka? Je, unafanya yale unayojua ni sahihi hata kama hakuna anayekuangalia? Maana hapo ndipo nidhamu ya kweli inapoanzia, ndani ya moyo wako mwenyewe. Baada ya kusikiliza mafunzo haya kutoka kwenye filamu hii, ni funzo gani limekugusa zaidi? Hebu tujadili kwenye sehemu ya maoni. Na kama kuna filamu nyingine ungependa tuitupie jicho hapa Purpose Wheels, tuambie kwenye maoni pia. Hii ni safari yetu ya kuendelea kuchambua filamu zenye maana kubwa na kujifunza kutoka kwa wahusika na hadithi zao. Kuna mengi zaidi yanakuja. Endelea kutufuatilia ili usikose maudhui mapya. Mpaka wakati mwingine, naitwa Niza Edesi.